Vijana wetu, wakati mnadai haki, mkae mkifahamu kwamba Tanzania ni katika mataifa machache duniani iliyokombolewa na wazee wetu, tena Waislamu ndio wengi. Ili nalisema kifua mbele. Asilimia zaidi ya 90 ngapi waliosimama na Mwalimu Nyerere ni viongozi wa Kiislamu, mashekhe na wazee wetu. Historia haiwezi kujificha. Ni katika nchi chache duniani iliyokombolewa na kugombolewa kutoka katika mikono ya mzungu mzungukeni bila kumwaga damu. Sasa dakika za mwisho wa sisi kuelekea kwa Mungu msio sababu ya kumwaga damu, kwa sababu Mtume Muhammad anasema kesi ya kwanza siku ya Kiyama itakayounguruma katika mahakama kuu ya Mungu ni kesi ya umwagaji wa damu. Daini haki. Kila siku nasemaga katika mimbari hii, tusiwazuie vijana kudai haki, kwa sababu kudai haki ni haki. Lakini angalieni namna nzuri ya kudai haki zenu na mziweke wazi haki zenu. Wakati mnadai haki, hakikisheni hamvunji na haki za wengine. Sio vijana wote hili wanalizingatia. Wakati mnadai haki, zingatieni, kuweni makini, chungeni, msije mkavunja haki za wengine. Ikiwa kwenye kuliendea haki mkavunja haki za watu mbalimbali, mtakuwa nyinyi sio wa kweli na sio watafuta haki. Mtafuta haki atampa kila mtu haki yake na atampa kila mtu amani, na huko amekamata bendera ya haki, anahakikisha mpaka haki inapatikana. Lazima tutafute suluhisho. Suluhisho nambari 1 kwa mawazo yangu na kwa mujibu wa Qur'an, sio mawazo yangu matupu tu. Nyumba yako sasa hivi ikiwa inawaka moto, chanzo ni mke wako kaacha pasi, kasahau kuzima. Ukafika pale nyumbani, nyumba inateketea, utakimbilia kumlaumu mkeo na kumshambulia, au mtaungana kuuzima huu moto na kuokoa watoto na baadhi za mali? Jawabu, tutaungana kuuzima huu moto, afu mwanamke utanikoma baadaye. Wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharari. Wanawachuoni wa Kiislamu wanasema moto mkubwa siku zote chanzo chake ni cheche ndogo. Hizi cheche ndogo hizi tuungane tuzizime, kisha tukae meza moja tujue wapi tulipobugi. Kama unajifanya umedata na kujizima data na unachukizwa na rai yangu hii na unajiita mtu wa haki, mbona hukubali mawazo ya watu? Si demokrasia? Si uhuru wa kuplay party yako? Wacha kila mtu aseme ya kwake. Kwani ukirekwa na maneno ya wenzako kwa wale watakaochukizwa na hili? Qur'ani inasema sura ya 4 aya nambari 128, wasulhu khairun, na sulhu ni bora siku zote. Watanzania tayari tumeshaanza kufarakanishwa kwa misingi ya kipuzi, misingi ya kisiasa, misingi ya kiitikadi, na wengine mpaka katika misingi ya maana kabisa, misingi ya imani na dini. Zaidi ya miaka 60 hatujawahi kubaguana kwamba huyu ni Muislamu na huyu ni Mkristo. Zaidi ya miaka 60 hatujawahi kujua makabila yetu, rangi zetu. Leo tunasikika wale waliokaa kikao fulani, mkutano fulani, haukuwa mkutano wa Tanzania wote, walikuwa Waislamu watupu. Ubaguzi, chuki za kidini, roho ya kisokoro kwinyo. Kwa nini? Wote walijitanda. Unataka watu wakae uchi kwenye mkutano mkubwa kama huo? Kwa kuwa umezoea kukaa uchi, mkeo uchi, binti yako uchi, nataka kila mtu akae uchi. Leo tunasikika wale na sisi
Wazanzibari, Watanganyika. Na mwenye kufanya hayo, huyo atakuja kulipwa malipo mazito sana na Mungu. Naomba leo ninukuu aya za Biblia. Niliwahi kusoma pahala Mathayo 5:9. Mathayo 5:9, kwa sababu nazungumza na Watanzania wote kupitia mbele ya Waislamu na msikiti huu mtukufu. Mathayo 5:9 inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ujumbe huu pia uende kwa wasiokuwa Waislamu, na nukuu kitabu chao. Mungu wao wanaomfuata na kumwamini, na kitabu chao wanachokifuata na kukiamini. Mathayo 5:9 inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Tafsiri